Udanyi oye! Taita Taveta oye! Asanteni sana. Hata Mungu ametupea nafasi mzuri ya kumwabudu pia. Kwa sababu ndiye ametujalia hata hii program akawezesha mbunge wetu kuileta. Na akadhibitisha na baraka ya mvua leo. Asanteni sana. Vile nimesema nitasema machache tu. Nikianza moja ya hawa wanafunzi. Nilikuwa nawapea story kidogo tu. Pale Japan kakuwa kijana. Alikuwa anataka sana kukuwa champion wa taekwondo ama karate, whatever you know it, ile martial art. Lakini akiwa pia na hiyo maono, siku moja wakapanga safari na mama yake. Wakaenda kutembea kwa anko yake. Lakini wakapata ajali na kijana akakatwa mkono ya left. Vile alikatwa mkono ya left, hakukata tamaa, akaendelea na kutamani kuwa champion wa martial art. Lakini mama yake hakumvuja roho. Akamtafutia mwalimu, akaanza kumfunza. Na akiwa katika kufunzwa, akarealize mwalimu anamfunza tu style moja ya kupigana hiyo martial art because it has several of them. Na siku moja akauliza mwalimu, wewe mwalimu, kwani unanibeba namna gani? Hata hubadilishi unionyeshe different types ya kupigana hiyo martial art. Mwalimu akamwambia, wewe usijali. Akaendelea tu na hakubadilisha. Hiyo moja moja peke yake. Ikapata siku wakaenda katika michezo sasa, hiyo championships. Na wakiwa pale wakipigana, kijana akaletewa kijana wa kwanza akampiga akiwa tu na mkono hii moja. Kijana wa pili akampiga. Huyo kijana wa one hand akapiga huyo wa kwanza na wa pili. Watatu akaigizwa akiwa na mwili kiasi kama hii ya SG. Lakini pia akapiga, akagonga. Sasa kijana wakienda nyumbani akauliza huyu mwalimu, kuliaje nimepiga hawa watu wote, wao wako na mikono miwili na mimi yangu ni moja? Mwalimu akamrudishia akamwambia huyu mwalimu wake, wewe nilikwambia utulie, hata nikikufunza style moja ya kupigana martial art. Kwa sababu nilikufunza ile style gumu sana. Na mnisikize hapa. Na ndio mtu akushide ukipigana hiyo style ya martial art. Ndio yule mnacheza na yeye akushide, inabidi akushike mkono ya left. Umeshika hiyo maneno?
Kijana alikuwa na hiyo mkono, so wangeshikwa pahali. Siku mingi wazazi na wanafunzi tunalaumu sana kile hatuna, tunatetesha Mungu sana kwa kile hatuna, lakini saa zingine ile kitu hauna inaweza kuwa inabadilishwa inakuwa ndio faida kwako wewe mwenyewe. Kwa hivyo tusiangalie ile hatuna. Ile familia umetoka, know that is the best family to produce a leader. Ile familia umetoka iko na fedha ama haina, you just know that is the best family to produce an engineer like you. Kitu ya pili, nimewaambia wale tulikuwa nao pale Canon Kituli, mimi Mungu alinijalia nikiwa second year university pale KU, nikaandika kitabu, na hiyo kitabu iko hata saa hizi, na hiyo kitabu inaitwa How to Succeed in High School. Na hiyo kitabu niliandika kurudia tu nikiwa second year in the university. Na hiyo kitabu pale nyuma, unajua kwa vile mtu akiandika kitabu kama author, hapa nyuma unaandikaga wewe ni nani kama mwandishi. So mimi ilikuwa picha yangu saa hiyo nikiwa second year bado mwanafunzi, na hapo nyuma nikaandika Dede Nyoro ni mwanafunzi wa kiuchumi Kenyatta University. Sentence ya mwisho katika hiyo kitabu, na nikaandika huyo mwandishi ambaye ni mimi is future Kiharu MP. Sasa nikiwa hapa vile nimesimama, I am the current Kiharu MP. What am I trying to say especially to hawa wanafunzi? Ukiwa katika shule, uko katika factory, unabadilishwa nidhamu, unabadilishwa mambo ya kuona life, unabadilishwa character, unabadilishwa mambo mengi. Kama unabadilishwa na elimu, it is important usikuje tu shule unaenda tu uko tu. Kwa kiuchumi kuna kitu tunafanyanga ukisoma saa zingine inaitwa a drunkard's walk, ya kwamba kwa probability haujulikani, kwa sababu unaweza kanyanga hapa na ukanyange pale. Usikuje shule unakanyanga hapa na unakanyanga pale. Vile nasema ni hivi, wewe sasa uko katika age ukiwa high school of deciding what you want to become in the next few years. Na katika hayo ni vizuri uangalie strengths zako. Wewe kama ni very good in sciences, you can already tell what you can want to be in future based on your competencies, based on your strengths. Ni vizuri sana you decide early. And that deciding is what we call in English ambition. You are no longer a student, you are a future something. Your future something, start behaving like that future something. If it's a future engineer, hata ukiwa any of the schools represented by our principals here, start even walking like such person. Wewe unataka ukue kiongozi kama Dan Mwashako, katika pale shule uko na clubs mingi, hata debate club, na kama haiko enda uanzishe shule yenu. Munakaa chini like a mock, become an MP there, munajadili mijadala hata ya shule. It gives you confidence. It helps you to start refining yourself to become that leader you want to become in the next few years. Na mukisoma katika shule, this is the only thing pia nikimaliza. Wazazi, kuna kitu nilifanya siku moja mimi nikihitimu pale KU. Wakati niligraduate, mimi kwanza iko shule nilikuwa mjuaji. Nikaenda nikaanza biashara nikiwa first year. Mimi mzazi wangu hakuwahi tembea shule ya university mimi nikisoma. Alikuja graduation. Na sikuwahi itisha hata karo hata shilingi moja. Ni mimi nilikuwa naenda nyumbani na Christmas nikiwa mwanafunzi. Kwa sababu gani? My father alikuwa ameaga, na hao wengine wetu ni my sisters, hata kama pia wao we are equal as brothers and sisters. Lakini
kwa kimila kwetu nikaona lazima nijitokeze hata nikiwa last born nikuwe mwanaume wa boma. Kwa hivyo mimi nikiwa university nilikuwa nafanya biashara, niliweka ka hoteli huko karibu KU, akina Mwasako walikuwa wanakula, although sikumbuki kama alinilipa. Sikumbuki kama alinilipa yote. So katika hiyo ka hoteli yangu hata kama haikukaa sana ilifilisika juu saa zingine wanafunzi wanakula wananiambia tuonane darasa. But nilianza hiyo maneno ya biashara hapo. Na nikafunzwa na our former MP maneno ya kuuza na kununua hisa nikiwa bado university. Na nikaanza maneno ya kununua hisa, shares, nikiwa first year pale university. Lakini nilikuwa nawaelekeza kwa hii. Mimi tukigraduate pale KU, na hii ni kwa wazazi. Mama yangu akakuja na marafiki wake wanaomba sana, ni watu wa kanisa. So wanakuja, na mnajua nyinyi wazazi, kijana wako akihitimu university, unataka ukienda kanisa, unaambia watu wengine, you know my son works with Equity Bank. Ama sio wazazi? You know my son anafanya kazi Safaricom. You know my son anafanya kazi hata Google. Ama makampuni kubwa kubwa. Sasa mimi vile wazazi wangu walikuja, my mother and my other parents, mimi wakati nilifika ya kuongea, niliwaambia, na saa hiyo mimi na graduate hiyo siku, niliwaambia waniombee sana ndio nisipate kazi. Ndio niliwaambia muniombee nisipate kazi. Kwa nini? Na hii naelekeza kwa wazazi. Haupeleki mwanafunzi wako shule haswa afanye kazi kwa kampuni za watu wengine. Haumfundishi akuwe mtu wa kutafuta kazi. Lazima tubadilishe vile tunaona mambo. Tujue ya kwamba huyu mwanafunzi anaweza hitimu akuwe daktari, sio afanye kazi Aga Khan, afanye kazi kwa hospitali yake. Anaweza hitimu akuwe mtu kama wa mahesabu, ni vizuri afanye kazi katika benki. Lakini hizi mabenki zinaanzishwa na watu wako na damu kama ya huyu mtoto. Hata yeye anaweza anza akiwa microfinance na Mungu amjalie akuwe na banki yeye mwenyewe. Sio lazima hahitimu aende afunze shule kama mwalimu. Anaweza anza private school yake na ikuwe international school. Lazima tuanze kubadilisha hiyo wazazi, so that even we help them wao wenyewe. Kwa sababu ile mshahara unalipwa katika mwisho wa mwezi, inakujaga check imeandikwa pesa. Lakini akiingia katika biashara yake, anapewa check haijaandikwa, anaambiwa jiandikie mshahara yako wewe mwenyewe. So it is good and important tuanze kubadilisha hiyo mawazo hata tukiwa wazazi. Ukiona mtu anaanza biashara, tusione kama anapotea. Let us encourage them. Anaweza somea mambo ya kwenda kwa hoteli kufanya kazi. Ukikaakaa wewe kama mzazi unatembea katika hoteli ya kijana yako. We must keep on encouraging those who are in school that business and entrepreneurship, hiyo ndio inapeleka uchumi wetu mbele. Na ndio maana pia wao wakihitimu, even if they may work, but the future goal must be to work in their own companies while also employing other Kenyans. Na ya mwisho kabisa, wazazi, mheshimiwa amerudisha fees chini, imekuja 1,000 per term. Sio? Wazazi pia sisi tuko na jukumu. Walimu wanaweza kosa kuja hapo nyumbani kwa sababu day schools ni mingi hapa Udanyi. Tafadhali wewe kama mzazi kuwa mwalimu hapo nyumbani. Na sio mwalimu wa mahesabu. I can tell you as parents, siku hizi ile mambo inaangaliwa sana huko nje, kwa kazi, kwa biashara, kwa mambo ya uongozi. Haswa sio ile iko kwa karatasi, ni ile iko ndani ya mtu. Na ile iko ndani ya mtu haswa ni ile tunaita character yake. Wacha tuendelee kuwaonyesha ya kwamba nowadays there is no reward kwa kuwa
mtu ambaye karakta yake ni mtu ambaye hayuko laini mzuri. Hakuna pahali kukunywa dawa ya kulevya itakupeleka, inakuagamiza tu. Hakuna pahali kuwa mtu untrustworthy itakupeleka. Let us also encourage them pale nyumbani, wakuwe watu ambao wanaheshimika huko nje. Unaweza hitimu kimasomo, lakini ukiitwa katika interview, watu hawaoni hiyo A katika wewe mwenyewe, wanaiona tu kwa karatasi. Let us encourage them, and ya mwisho, let us keep praying for them. Na kama hapa kuna mzazi ako na doubt ya kwamba maombi inafanya kazi ama haifanyi, ukituangalia sisi ujue maombi inafanya kazi. Na ukituangalia sisi ujue wewe kama mzazi, ukiamuka asubuhi kuombea watoto wako, sio muda unapoteza. Kwa sababu ile insurance kubwa umepewa ni huyu mtoto. Huyu ndiye atabomoa ile nyumba yako kidogo akujengea nyumba kubwa. Huyu ndiye atakwambia mama, tuende hapa Mombasa, tuchukue ndege, tuende Dubai, alafu nikurudishe hapa nyumbani. Na kama uko na jukumu hiyo kidogo ya kufanya, I encourage us to do it. Na nikimalizia, mimi nawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu. Wale watoto wenu mmekuja juu yao, na pia wale wako hapa, I wish you all success. May whatever dream you have, ile unaomba Mungu, watu wakisikia ama hawasikii, Mungu aitimize. Wewe ambao unaomba ukuwe engineer wa kesho, Mungu akuzidishie na ukuwe huyo engineer. Wale wanataka kuwa madaktari, Mungu akuzidishie na ukuwe huyo daktari. Na wewe mzazi unajulikana mama Mary ama mama John, wacha Mungu abadilishe hiyo title, ukuwe unaitwa mama Mary yule daktari wa hospitali kubwa. Watu wakuwe wanakuita mama John yule tajiri wa huku Voi na Kenya mzima. Na hayo yote yatafanyika tukitii yale tumesema na yale walimu wanatuelekeza. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante, wapi makofi mazuri, wapi makofi mazuri.